Faida moja kubwa sana ya kwamba dunia imeendelea sana. Dunia imeendelea, inaweza kukutanisha watu kupitia hata simu zao. Na ndio maana hatuachi kuzungumza na Tanzania, hatuachi kuzungumza na dunia, hatuachi kuwasiliana na wanachama wetu na kuendeleza shughuli za kuelezea Watanzania ni kwa namna gani nchi yetu inazidi kwenda pabaya tusipoamka. Kwa hiyo tunatumia mitandao ya kijamii kuendelea kuwasiliana na watu, lakini bado tunatumia ule ujima wa Kitanzania, urafiki wetu. Hatuachi kukutana kwenye vikundi vyetu ambavyo unaweza kukutana, kutembeleana kama wanachama, kukutana kama vijana, tukajadiliana na tukajadili hatima ya chama chetu pamoja na nchi. Bado tuna faida kubwa ya kutumia teknolojia kuweza kuwasiliana. Pamoja na magumu yote haya, tunatumia teknolojia, tunatumia mawasiliano kuhakikisha kwamba shughuli za chama hazikwami na kuizungumzia haki juu ya Tanzania yetu haikwami. Kama kijana ambaye uko katika siasa na umekuwa kupitia Chadema, na kama ambavyo umekiri pia kwamba chama sasa hivi kipo katika hali ambayo kidogo ya panda shuka za kisiasa, ipo katika moto mkubwa wa kisiasa, changamoto ni nyingi ndani ya chama. Haijawahi kufika mahali ukaona sasa mimi na future yangu kubwa, lakini ninavyoona kweli safari hii ya chama changu Chadema hivi kweli sinipinduke upande wa pili ili niweze kufanya siasa, maana labda sijioni nikivuka huko. Sijawahi kufikiria hata siku moja, kwa sababu naamini palipo na magumu kuna njia. Watu wanasema chama chetu tunafundishwa mara nyingi kuwa imara hata katika mapito. Na ndio maana unaweza kumwona mwenyekiti wetu anavyoingia katika chumba cha mahakama, ukumbi wa mahakama, pamoja na magumu kwamba ametoka gerezani, lakini mara zote amekuwa mwenye furaha. Amekuwa akifanya hivyo. Na ndio kitu ambacho tumefundishwa mara zote. Katika magumu tunaona kwamba kuna njia na tuna nia. Msukumo unaokuwa nao na malengo unayokuwa nayo ndani yako wakati ambao unajiunga na Chadema yanakufanya hata katika magumu haya niwe na imani kwamba tuna njia za kuvuka katika magumu haya. Na je, nikiondoka katika magumu haya, changamoto zilizopo kwenye nchi yetu ndio zimeondoka? Hapana. Tupo Chadema kwa sababu kuna changamoto ambazo inabidi tutatuliwe kwenye nchi yetu ambazo Chama cha Mapinduzi wameshindwa kuzitatua. Sasa kesho na kesho kutwa naenda kuwa mshirika wale ambao wameshindwa kutatua changamoto zetu. Inakuwa nimesaidia au ninakuwa nimekuwa sehemu ya wasaliti na walioaga mapambano. Kwa hiyo nina imani katika magumu haya tunaenda kuyapitia, bado kuna njia ya kushinda katika magumu. Kwa sina sababu yote kesho kutwa kuwa mshirika wale ambao wameshindwa na wameangamiza nchi yetu. Hizo kupata ofa bwana Felius, bwana njoo huku bwana, tutakutengenezea kiti hapa upumzike, ukae kivulini. Njia pekee ya kuisaidia CCM mpaka sasa ni kuwaondoa, ni kuwatoa madarakani, lakini sio kujumuika nao. Watu nasema msemo wa sisi kwenye kabila tunasema njia pekee ya kumaliza msiba ni kuzika. Yaani ili watu waache kulia, waache kupiga kelele na kuja mtoto wangu nini, inabidi mzike. Mkishazika sasa ule msiba ndio mmemaliza msiba, sasa watawanyika waende kwao. Kwa njia pekee ya kuwasaidia CCM ni kuondoa madarakani, lakini sio kujumuika nao, kwa sababu hata ukijumuika nao utakwenda kuwa kama wao. Tumeona baadhi ya watu, kuna watu walivyokuwa Chadema walikuwa kweli very bright, hatutataja majina yao, lakini walivyokwenda kule mnawaona wao wenyewe wameharibika. Na tunasema ukijumuika kwenye kundi la samaki waliooza, kwa ukijumuika na CCM haijalishi ulikuwa mzuri kiasi gani, utalazimika kuacha misimamo yako, utalazimika kuacha imani yako na kufuata kila ambacho wao wanatabia moja wanasema ni maelekezo kutoka juu. Kwa maelekezo nataka twende hivi. Sasa maelekezo nataka twende hivi, hauna uhuru wa kutumia akili yako na kuonesha ni kipi ambacho wewe unacho kwa ajili ya nchi yako.